Na alama ulipata ni ngapi? 355. Alikuwa anataka sasa wewe ukue pipi yake mdogo. Wewe ukue pipi yake mdogo, si wa kijana yake. Sio wa kijana. Sasa tune ikabadilika. Sasa vile tune ilibadilika nikakataa. Akaniambia amenipa siku 3, nisipokubali atanifukuza. Nikamwambia madeni. Lakini shida ni ile nafaa ninunue uniform na vifaa zenye nitaenda kutumia shuleni. Mtoto achaenda shule aliitwa Uliwa Boys. Sasa sikuwa na uwezo wowote. Shule zikafunguliwa on Monday 13th. Nilikuwa deadline ya watoto kuingia form 1. Nikitaka nisaidie niweze kununua uniform ndio ili niende kujiunga na shule na hizo vifaa ambazo ninafaa kuzitumia shuleni. Alafu ningetaka nikiwa mkubwa niwe lawyer. Tutakuwa na hata na perform vibaya hivi. Alikuwa anapata 390 marks. Sasa mtihani ya mwisho walifanya alikuwa na 387. Sasa nadhani hiyo kitu ndilimbaya, hata mtu angefuata 400 marks. Longing asichanuliwa zile nilimpea hata mablanketi na bed sheet ni zile huyo mtoto alifanya form 4, huyo second born ndio nilimpea. Kwa majina ni Jacob Moronya. Ninajiunga na kidacho cha kwanza na nilikosa karo kwa sababu mama yangu hakuwa na uwezo wa kunipeleka shuleni. Pesa zote naona ni kama zinatakiwa ni kama 25,000 hivi. Ndio sitose mtoto aende shule. Sawa, nashukuru sana. Na mpenzi mtazamaji wa runinga ya K.C.P.E Hot TV. Karibu tena kwa mara nyingine wakati tunazidi kushirikiana na tunazidi kusonga mbele pamoja. Si kama kawaida, mimi ninaitwa Nyapto Dennis, ukipenda unaniita Kukurikuntu. Na siku ya leo mtazamaji, nipo hapa, ukiangalia kwenye mikono yangu nipo na karatasi ambayo ya mwanafunzi ambaye alifanya mtihani wa darasa la 8 mwaka jana. Na kufikia sasa hivi, huyu kijana hajaingia kidato cha kwanza kwa sababu ya ukosefu wa karo ya shule na vitu zingine, mahitaji na matumizi ya shuleni. So nataka nikukaribishe moja kwa moja wakati ambao tunaenda kushirikiana tuweze kusikia kutoka kwake na mbona hajaingia shuleni, na kisha baadaye tutazungumza na mama yake mzazi. So kwa hivyo ndugu yangu ama dada yangu, karibu sana tuweze kushirikiana one on one, tusikie history, na kama uko na uwezo wa kusaidia, kuna nambari ya simu tutakupatia hapo ni mamake, tuweze kutuma 10 pop, 5 pop, na to make sure siku ya Jumatatu mtoto amerudi, ameenda shuleni, amejiunga kidato cha kwanza kabla muhula wa kwanza haujakamilika. Karibu sana brother yangu. Sasa poa. Unaitwa nani? Jacob Moronya. Unaitwa Jacob? Yeah. Hii makaratasi ni kwako? Yeah. Hii mkaratasi hii ni result slip na hii ni barua ya shule ya Ibacho, na hapa ninaona alipata alama 355 katika mtihani wa darasa la 8 ambao ulifanywa mwaka jana. So brother, ndio nini kimefanya mpaka sasa hivi haujaingia kidato cha kwanza? Ni ukosefu wa karo wa kunipeleka shule. Ya kupeleka shule. Ndio. Nataka sasa waambie mtazamaji majina yako na utuambie hasa umejaribu kwa kiasi gani ambacho ambako umeshindwa kuingia shuleni. Kwa majina ni Jacob Moronya. Ninajiunga na kidacho cha kwanza na nilikosa karo kwa sababu mama yangu hakuwa na uwezo wa kunipeleka shuleni. Ndio. Na alama ulipata ni ngapi? 355. Na shule yako ulisoma ya primary ni gani? Nyamukenye, DOK Primary School. Hapo ndio umesoma? Ndio. Mtazamaji, kwa sababu unajua huyu ni mtoto, kuna vitu zingine tutawazungumza sana kwa sababu mamake mzazi ako hapa, tutaongea naye. 355. Hii naona hapa Ibacho High School. Hii ndio shule ambayo uliitwa? Hapana. Uliitwa shule gani? Uliwa Boys. Ndio. Na ilifikia aje mpaka ukaenda ukajipata Ibacho? Watu wa Mosocho ambao ni wa CDF walinipata nje, ndo wakanipea hiyo barua. Tapata sponsor atanipeleka shule, lakini shida ni ile ninafaa ninunue uniform na vifaa zenye nitaenda kutumia shuleni.
Huyu sponsor ulipatiwa amelipa school fees hata shilingi? Nikijiunga na shule ndio atakuwa ananilipia, lakini kwa mwaka atakuwa analipa 5,000. Ndio. Kwa mwaka unalipa 5,000 na ukiingia shule yeye ataanza kulipa. Ndio. Kama hujaingia hawezi akalipa. Sasa hapa tuko na watazamaji ambao wanakutazama na wanakuona na hujaingia shule kidato cha kwanza, na sasa hivi wanaelekea katika nusu muhula ambao ni mid-term. Unaweza mwambia nini mtazamaji, hasa unataka kusaidiaje? Nikitaka nisaidie niweze kununua uniform ndio ili niende kujiunga na shule na hizo vifaa ambazo ninafaa kuzitumia shuleni. Alafu ningetaka nikiwa mkubwa niwe lawyer. Sasa ningetaka nisome ili niweze kutimiza ndoto langu. Uko na uhakika kwamba utasoma? Ndio. Kwa bidii? Nataka sasa niweze kuzungumza na mamako kwa sababu wewe umecheleza, tumekusikia kutoka kwako. Nataka niweze kuzungumza na mamako, tusikie kwamba hasa itakuwaje na ni nini atatusaidia. Sawa sawa? Ndio. Itakuwa vizuri sana. So, wacha tuweze kuongea na mamako moja kwa moja na tuweze kuona vile chinzi watu watakusaidia na kuhakikisha kwamba siku ya Jumatatu utarudi shuleni. Sawa sawa? Ndio. Sawa sawa. Mtazamaji, chinzi ambavyo nimekufahamisha, nipo na mama mzazi wa kijana ambaye ametoka hapa. Na umesikia kwamba kijana hataka kuwa lawyer. So wale maloya ambao mnatutazama, kuna mtu ambao unafaa kumenta sasa hivi. Kile kitu ambacho unapata kidogo, watuma tu na mimi nitahakikisha kwamba siku ya Jumatatu ameenda shuleni. So kwa hivyo, wacha tuongee na mama mzazi na tujue kwamba hasa ni nini ambacho kinaendelea na amefikia wapi. So kwa hivyo, karibu sana. Karibu sana. Asante kwa kututembelea. Asante. Thank you very much. Karibu sana. Huyu mtoto anaitwa Jacob Moronya Oseko. Ni mtoto wako? Mtoto wangu wa 3. Ametuambia kwamba hajaenda shule ama hajajiunga na kidato cha kwanza kwa sababu ya ukosefu wa karo. Mtoto hajaenda shule, aliitwa Uliwa Boys. Sasa sikuwa na uwezo wowote. Shule zikafunguliwa on Monday 13th. Nilikuwa deadline ya watoto kuingia form 1. Halafu watu wa CDF wa Mosocho wakapita. Wakapata tuko na mtoto hapo nje kwa gate. Wakaniuliza sita ni gani, nikawaelezea ile sita nilikuwa nimeandago. Wakanipea hiyo barua ya Ibacho, wakaniambia tuko na barua ya Ibacho hapa inasimamiwa na MP wetu hapa. Anaitwa Anthony Kibagendi. Sasa hiyo barua nikauliza nitampeleka shule bila anything, wakaniambia hapana. Unastahili kununua sare za shule, personal belongings na pesa kuna pesa wanalipa ya 5,000, wananiambia ukifika shule unalipa kwa account, wakanipea ya account ya K.C.P.E. Halafu ndio mtoto haingie shule. Sasa kuanza kung'ang'ana sikuwa na uwezo, sababu hapo nyuma nilikuwa na disasters kameniapenia kwa maisha yangu. Sasa mtoto ameitwa shule ya Ibacho. Sasa tuambie ni nini unataka usaidiwe, budget yako ni ngapi? Na hasa huyu sponsor mliambiwa lazima nyinyi mfanye shopping, yani nyinyi mnafanya shopping, yeye ndiye alipe school fees. So tuambie kiasi ya ile pesa ambayo mnataka na mtazamaji ongea na yeye hapo. Personal belongings asichanuliwa, zile nilimpea hata mablanketi na bed sheet ni zile huyo mtoto alifanya form 4, huyo second born ndio nilimpea, hata viatu sichanunua. Kwa hivyo hizo pesa zinatakiwa ni 10,008 hizo za kulipa sare za shule. 5,000 niliambiwa ni za kulipa every year. Hiyo 5,000 silipwe kwanza hizo za this year. Alafu sababu hizo zingine ningeomba nipate kazi, sababu nimesomea health record, diploma ni health record, nipate kazi nianze kusimamia watoto wangu vile nilikuwa nawasimamia. Sababu mimi ndio nilikuwa nasimamia watoto wangu nikiwa kizi peke yangu. Sasa pesa zote naona ni kama zinatakiwa ni kama 25,000 hivi. Ndio sitose mtoto aende shule. Sawa, nashukuru sana. Na tarajia kwamba siku ya Jumatatu Mungu akifanya tutaenda mtoto shuleni. Nitaomba well wishers
wanihurumie tu, sababu hii ni disaster iliniapenia. Sikuwa mtu eti ni mnyonge, sifanyi kazi. Nilikuwa nafanya kazi yangu. Nilikuwa nafanya business. Halafu mtoto wangu wa kwanza ako university anaenda kumaliza na pharmacy. Au mwingine huyu alifanya form 4 akapata C+ hii last year. Na huyu najua tu atasoma kwa bidii akuje kuwa hiyo amesema lawyer. I'm praying for it. Asante sana. Namba ya simu sijapewa. Tupatie namba ya simu namba ya simu ambayo watakufikia. Namba yangu ya simu ni 0705 232 179. Majina ni Susan Moronya. Tena rudia namba. 0705 232 179. Hiyo ndio namba yangu ya simu. In fact nilioreka kwa poma ya pili. Ambayo hao watu walinioa walikuwa wanataka bibi ya mtoto wao alikufa. Alikuwa lawyer. Sasa akakufa kama hajaacha watu. Sasa wao waka-advertise walikuwa wanataka bibi ambaye ako na watoto wakubwa. Sasa mtu ule walitumia ndio alinifikia, akaniambia nikakubali hiyo lengo. Sababu nilikuwa naishi mbali sana na hao watu. Nilikuwa naishi Nyamokenye area. Sasa kuwaelezea wacha watoto wafanye mtihani kwanza, sababu watoto wangu wote walikuwa candidate. Wakakataa, wakaniambia wanataka mtu haraka ipasavyo. Wakapigia mamangu simu vile nilikubali hiyo marriage. Wakapigia mamangu simu wakamwambia tunapenda msichana wako, tulikuwa tunataka kuuliza kama alilipiwa mali. Wakapata siku analipiwa. Wakasema sasa ni heri niende. Tukaenda na watoto wakakubali kuishi hiyo poma. Na hii ni mwaka gani hii ikifanyika? Hii ilifanyika last year mwezi wa 5. Ilianza kwanza mwezi wa 4 ndio walianza kutafuta. Na mimi nilienda huko mwezi wa 5 ikienda kuisha 31st. Sasa wakati nilienda nikakaa maisha mzuri, wakaona ninakaa vizuri. Wakaenda nyumbani, mzee akaenda nyumbani kwetu. Akaenda kuulizia mandugu zangu kama alikuwa nimelipiwa mahari. Wakapata sikuwa nimelipiwa. Wakalipa mali. Sasa vile walilipa mali wakaiti nyumbani. Hiyo wakasema sasa vile wamepata wajukuu, hao wajukuu ndio watakuwa sasa watoto wao. Wao ndio watakuwa responsible kila kitu. Sasa ikapita wakati walirudi kutoka nyumbani, huyo father-in-law wakati alirudi akanifungulia hoteli. Nilikuwa na vitu nikiwa Nyamokenye nilikuwa na kefu. Sasa nilienda na hizo vitu na wao wakaniongezea zingine. Nikafungua hoteli, ilikuwa nyumba yao. Hapo mahali sasa nilioreka. Inaitwaje? Eroga. Sasa nikafanya nini, nikaanza business ya mkahawa. Sasa vile nilianza business ya mkahawa, kuna mali kidogo walikuwa wamepakiza. Ilikuwa ilipo December. But specifically hawakusema tarehe, but walisema December ndio hiyo mali kidogo ilikuwa ilipo ile walipakisha. Sasa in the process hiyo father-in-law kabla hajafika December ndiye aliniita. Vile aliniita nikaenda mahali alikuwa, akaanza kuniambia vile hatukuagree. Tuliagree nikae pipi ya mtoto wake. Lakini yeye alikuwa ameaga. Hata nililipiwa mali kama mtoto wake. Mimi sasa huyo ni father-in-law. Sasa kufika hapo akaanza kuniambia sio hivyo ilikuwa. Maade alikuwa anajua, sasa mother-in-law eti alikuwa anajua vile walielewana. Nikamwambia mimi sasa sijui hivyo kama ndio mlielewana. Hii ni nini? Hebu tuambie. Hapa kuna kitu hatujaelewa. Anakuambia nini sasa? Sasa father-in-law alikuwa ananiambia alikuwa anataka bibi. Si eti alikuwa anataka mtoto wake. Sasa sister ya mtoto wake. Alikuwa anataka sasa wewe ukwe pipi yake mdogo. Wewe ukwe pipi yake mdogo, si wa kijana yake. Sio wa kijana. Sasa tune ikabadilika. Sasa vile tune ilibadilika nikakataa. Akaniambia amenipa siku 3, nisipokubali atanifukuza. Nikamwambia madhe ndio final sababu mimi nimeoleka na mama. Sasa akaniambia yeye ndio final kwa poma yake. Mimi nikatania ni jokes. Wakati siku 3 shiriza alianza vituko. Na watoto ndio walikuwa waenda kufanya mtihani. Watoto walikuwa wanatoka huko Eroga mpaka Nyamokenye sababu ndio waliregister mtihani. Sasa kutoka hapo nikafanya nini? Siku 3 sikaiza akaanza kugombana.
ananituzi, anataka nihame. Nikaenda nikamwambia Made, nilikuja hapa kama bibi ya mtoto wako ama nilikuja hapa kama mke mwenza wako. Hakunijibu chochote. Sasa vile hakunijibu, ikakaa maziku, mimi nikasema hiyo kanisa sitaenda. Sababu nilikuwa nimeenda kanisa yao ya SDA, mimi nilikuwa Mkatholiki. Sasa vile nilienda mpaka nikapatiswa huko. Nikamwambia kama hivyo ndio wa SDA mnakuanga, mimi sitaenda hiyo kanisa. Sasa kutoka hapo hakuniambia Made, hakuniambia chochote. Ikakaa watoto ndio wao wanaenda shule sasa kufanya liaso. Tulikuwa tumeelewana wao ndio wana take responsibility ya kuchukua watoto kutoka Eruga mpaka, sababu mzee ako na pikipiki. Fadhili ako na pikipiki. Alikuwa ndio ana haya mtu anampeleka mahali anaenda, kuna huyo mtu alikuwa karibu. Ndio alikuwa anachukua watoto mpaka Nyamokenya wafanye mtihani, tena anawaendea jioni warudi. Sasa jioni kapatilika. Siku ya liaso wakakataa waongei. Sasa nikatumia mbinu zangu wakaenda. Siku ya mtihani watoto walikuwa wanaenda shule na mbinu zangu basenja. Alafu wanachelewa hata shule. Huyo mtoto alikuwa hata ana perform vibaya hivi. Alikuwa anapata 390 marks. Sasa mtihani ya mwisho walifanya alikuwa na 387. Sasa nadhani hiyo kitu ndilimbaya, hata mtu angefuata 400 marks. Sasa nasikia kuna story hiyo, sasa tutaendelea na siku nyingine. Sasa mtoto ameitwa shule ya Ibacho. Sasa tuambie ni nini unataka usaidiwe, budget yako ni ngapi, na hasa huyu sponsor mliambiwa lazima nyinyi mfanye shopping, yani nyinyi mnafanya shopping ya ndio alipe school fees. So tuambie kiasi ya ile pesa ambayo mnataka, na mtazamaji ongea na yeye hapo. Personal belongings asichanuliwa, zile nilimpea hata mablanketi na bed sheet ni zile huyo mtoto alifanya form 4, huyo second born ndio nilimpea, hata viatu sichanunua. Kwa hivyo hizo pesa zinatakiwa ni 10,008 hizo za kulipa sare za shule. 5,000 niliambiwa ni za kulipa every year. Hiyo 5,000 silipwe kwanza hizo za this year. Alafu sababu hizo zingine ningeomba nipate kazi, sababu nimesomea health record, diploma ni health record, nipate kazi nianze kusimamia watoto wangu vile nilikuwa nawasimamia. Sababu mimi ndio nilikuwa nasimamia watoto wangu nikiwa kizi peke yangu. Sasa pesa zote naona ni kama zinatakiwa ni kama 25,000 hivi. Ndio sitose mtoto aende shule. Sawa, nashukuru sana. Na tarajia kwamba siku ya Jumatatu Mungu akifanya tutaenda mtoto shuleni. Nitaomba well wishers wanihurumie tu, sababu hii ni disaster iliniapenia. Sikuwa mtu eti ni mnyonge sifanyi kazi. Nilikuwa nafanya kazi yangu. Nilikuwa nafanya business. Halafu mtoto wangu wa kwanza ako university anaenda kumaliza na pharmacy. Na mwingine huyu alifanya form 4 akapata C+ hii last year. Na huyu najua tu atasoma kwa bidii akuja kuwa hiyo amesema lawyer. I'm praying for it. Asante sana. Namba ya simu sijapewa. Tupatie namba ya simu ambayo watakufikia. Namba yangu ya simu ni 0705 232 179. Majina ni Susan Moronya. Tena rudia namba. 0705 232 179. Hiyo ndio namba yangu ya simu. Asante sana kwa kuzungumza pamoja na sisi. Nimeshukuru sana. Thank you very much. Asante. Thank you Try. Thank you. Mtazamaji, nadhani kwamba umesikia ujumbe wa mama mzazi. Umesikia kwamba kuna mtoto ako katika university, anafanya pharmacy, anaenda kumalizia. Tupo na mtoto ambaye alipata C+, anafaa kuingia katika kujiunga na chuo kikuu. Kuna huyu anafaa kuingia kidato cha kwanza na hajaingia kwa sababu yeye ni single mom, biashara ilikwama kwa sababu ya ABCD vile amechieleza. Mimi ombi langu mtazamaji ni hili. Siku ya leo ni siku ya Friday. Tuko na siku ya Jumatatu, tupo na siku ya kwanza ya Friday mpaka siku ya Jumatatu. Ninaomba tu kwa ile pesa kidogo ambayo utapata, tafadhali tuma hiyo pesa kidogo. Tutaenda, mimi nitakuwa hapo, tufanye shopping, tufanye kila kitu, tupeleke mtoto shule kama mashabiki na washikaji wa K.C.P.E TV. Sasa kama unataka tupate hizi baraka, tafadhali tushirikiane, tuingie pamoja na tuweze kuhakikisha kwamba huyu mtoto amerejea shuleni, kwa sababu
sisi kama Mungu amekubariki, pia wewe bariki Mungu siku kesho. Huwezi jua kesho itakuwaje. So kwa hivyo mimi sina la ziada, ila tu nakwambia kwamba makaratasi ninayo hapa na nitapeleka mtoto hadi shule na niweze kuhakikisha kwamba ameingia shuleni, ikiwa mtapatiana support yenu. Na ile kitu ambacho wanahitaji tu peke yake ni pesa ya kufanya shopping ambayo iko takriban shilingi 25,000. Asante sana kwa kusimama pamoja na sisi na kuweza kuwa pamoja na sisi kila wakati. Mimi ninaitwa Jafto Dennis, ukipenda utaniita Kukurikuntu. Lakini na sasa nimeenda, tupatane baadaye.